umefanya kitu ambacho mimi mzee Mdananda nilikuwa nahitaji ufanye. Mimi nashukuru sana kiongozi wangu, nakushukuru tena nikushukuru sana, japokuwa hili swala halikuwa rahisi hata kidogo upande wangu. Kwa upande wangu lilikuwa ni swala moja gumu sana, ukifuatia kwamba kile kilichokuwa kinafanyika ni damu yangu kabisa na ni mtoto wangu wa pekee. Lakini niliweza kuyafanya haya yote kwa sababu nahitaji kweli ukubwa, nahitaji ukuu, nahitaji nafasi katika hii dunia. Lakini vipi kurudi katika ile nyumba ambayo nilikuwa hapo naishi mwanzo? Kurudi kwenye mji wako kwa sasa haitowezekana. Unatakiwa wewe uende ukaanze maisha mengine, ukawe mfarume sehemu nyingine na kwenye mji mwingine. Nimekuelewa kiongozi. Yote kwa yote, mimi naomba nikushukuru kwa kuweza kupigania na kupambana ili mradi mtoto azikwe. Ili ni swala ambalo hata mimi nilikuwa nahitaji hivyo, mtoto azikwe. Sisi ni binadamu, yawezekana tumekukosea. Na ni kweli kabisa matatizo yapo. Tumekosea. Utusamee kwa hilo mwanangu. Karibu sana, hapa ni kwako, ni kwetu, sisi bado ndugu. Bado ndugu sana. Kwa sababu bado tuna ndugu yako na sisi bado ndugu zako. Mama, mimi niseme mpaka nimefikia hatua nimeenda kulifanya hili swala. Nimefikia hatua nimekaa nasikilizana na nyinyi hapa. Hii ni ishara tosha kwamba mimi sina tena jambo lolote na nyinyi. Mimi nilishakubali lolote litokee. Na ndio maana umeona nimeshiriki katika hili swala. Na niwahakikishie sina kinyongo chochote ndani ya moyo wangu. Yaani hata ikitokea kwa mfano nikaondoka hapa leo, nikatoka zangu nje ikasikia mtu sijui kadondoka kwenye hii familia, mimi nisihusishwe mkaja mkanihisi vibaya kwamba labda pengine kuna kibaya nimekifanya. Hapana. Mimi moyo wangu uko safi kabisa na nyinyi. Yaani kama kutakuwa kuna shida nyingine, nyinyi nijulisheni. Ila sasa niwaombe kitu kimoja. Mimi hapa sina muda wa kupoteza. Leo kuna jambo langu natakiwa nikalifanye kabla hata mwezi wa usiku wa leo haujachomoza. Na jambo langu binafsi ambalo natakiwa nikalifanye kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo mimi naombeni mniruhusu ili niweze kuendelea na hizo shughuli zangu. Sawa, tunashukuru. Karibu sana, na hapa ni nyumbani. Karibu sana. Sawa. Naona nafsi yako isharidhika sasa. Mapunda, ngoja nikwambie kitu kimoja. Unavyoniona mimi, unaweza ukaniona kama mjinga. Lakini mimi ni mjanja zaidi ya unavyofikiria wewe. Sasa mimi nikupe onyo moja tu. Kilichopo nyuma ya hili swala mimi nakijua. Sasa onyo langu ni kwamba cheza na familia yako wewe. Acha kucheza na familia yangu mimi. Yule dada yangu yule akipata shida yoyote akiwa mikononi mwako, Mapunda, hatutoelewana. Mimi hili niliweke wazi kabisa, hatutaelewana. Na hivi ninavyokuambia, mimi sinatoka kwenu hapa nikiwa tayari nishafanya kile ambacho wewe unakitaka. Acha niende. Ila majibu ya hili utayapata mapema sana. Yaani wewe mimi nikuambie, chezea hengine. Hangu hagumu.
Kuba Basenge. Nge. Karibu. Mimi nakushukuru sana mwanangu kwa kunidhalilisha, kunifedhesha, kunitukanisha. Asante. Maana yule shemeji yako alipokuwa akija hapa anaongea maneno mengine mpaka anatukana. Sikutukanwa na yeye, wewe ndio ulonitukana. Ila tunashukuru kwamba nimemstiri mjukuu wangu. Mimi nilihisi kwa baba yako tu ambaye ni kaka yangu mimi. Hata kwa mtoto wako uliyemzaa wewe mwenyewe. Ni kweli. Hapa kwangu hakuna msiba. Tulishamaliza kuzika. Isipokuwa mke wako atasubiri mpaka 3 iishe aondoke. Kwa hiyo hapa sitaki maneno, sitaki eka zozote. Na kuomba tu nenda. Mkeo akimaliza hiyo 3 atakufua. Hiyo nzuri shangazi. Hiyo nzuri kwa sababu hata hilo pia naomba nishukuru kwa sababu umeweza kumstiri mjukuu wako, lakini pia bado unaonesha una nia ya dhati ya kuweza kunisaidia mpaka unachukua jukumu la kumweka mkweo hapa mpaka 3 itakapoisha. Mimi nishukuru. Lakini shangazi, kama ukijua kuna wakati mwingine sisi kama binadamu kuna vitu tunavifanya sio kwa matakwa yetu sisi wenyewe binafsi, ila kuna vitu ambavyo sisi vinatusukuma mpaka kuweza kuifanya hivyo. Shangazi, hakuna binadamu ambaye anapenda kuwa dhaifu, ila kutokana na hali ya kimaisha ndio anatufanya sisi tuyafanye haya. Mimi nikushukuru. Ila mke wangu atakapotoka hizo 3, mwambie asirudi katika ile nyumba ambayo tulikuwa tunaishi. Badala yake aje katika ile nyumba yetu ndogo. Mimi atanikuta huko. Mimi nikushukuru sana. Lakini dada, umefanya makosa ya kumfukuza Mapunda. Ilibidi umwache ili tumfahamu kuna nini kinachoendelea nyuma ya panzia. Maana amekuwa kwenye matukio kama haya, hajihusishi, sio hili moja. Mimi ningependa tumkalishe chini ili tumuulize ni kipi kinachomsababisha asijihusishe kwenye haya maswala. Lakini kumfukuza kama ulivyomfukuza, mimi nahisi umekosea dada. Hivyo unataka kufukuza nawe hapa Hivi uone kama Mapunda katuadhilisha sana, katufezeesha sisi. Tena aswa mimi. Yule kijana anakuja anatamba nje kwa anatukana kama kwake. Anaongea, mara sijui mimi ni macho yangu sijui yametoka si kama mjusi kabana na mlango. Mara sijui Kuba Basenge. Unajua ina maana gani? Ina maana Kuba baba yetu sisi katutukana. Basenge wote katujumlisha. Kwanza sikaongea lugha gani? Lakini ile ni aibu na nifezea. Kwa nini anitukana? Nyinyi mlikuwa mnataka tufanye nini? Mapunda kafanya kitu kibaya. Mapunda katuzalilisha. Mapunda amefanya jamii itatujaji. Hiki sio kitu cha kukichekea. Kwanza Mapunda hapa sitaki kumuona labda mpaka hasira yangu itakapokwisha. Uje katuzalilisha. Alafu wewe unachukulia tu kirahisi, oh dada, sijui tumwache, si nyuma panzia si nini. Hiyo nyuma panzia yeye ndo anajua. Atajua mwenyewe.
Lakini sasa hebu angalia fadhila ambayo ametupatia sisi, tutaweka wapi sura zetu? Ni kweli dada, lakini hasira ni hasara. Unachotakiwa kujua hapo ni kitu gani kipo nyuma yake. Dula, acha kutetea Mapunda. Anachokifanya Mapunda hakiko sawa kabisa, kwa sababu hata yule shemeji yake, umeona maneno alikuwa anayoongea hapa, hata muondoko wake alivyoondoka, mara anaguna, mara mimi nikitoka hapa kikitokea kitu kingine msinihusishe, mara jua mwezi ukichomoza anafanya jambo lake. Ni jambo gani hilo? Mapunda sio kumchekea. Mapunda ana lake jambo, na hilo jambo lake anaweza akatuletea madhara hata sisi kwenye familia. Kwa hiyo Mapunda sio kumchekea kabisa, na usimtetee Mapunda. Mimi nawaambia ukweli, tusipokuwa makini Mapunda atatudondosha hata sisi, na anaweza kutuzidi. Sasa mke wangu, mimi naondoka. Lakini kuondoka kwangu leo usitegemee mimi kurudi leo. Kwa sababu kwa haya ambayo yanaendelea kuna uwezekano nikarudi hapa wakaniulia humo ndani. Sasa kwa kuwa wao wameamua shari, acha tu na mimi niende kishari sasa. Lakini mume wangu, yaani mimi ungenipa nafasi moja tu ya kukushauri, ningekushauri tena haya mambo. Kwa sababu sio unatatua tatizo, hapo unaongeza tatizo. Acha liongezeke. Unajua matatizo yalipofikia sasa hivi sio tena ya kuachekea. Wewe unajua mauzauza gani nimekutana nayo leo? Unajua shida gani ambazo mimi leo nimekumbana nazo? Wewe tena usinishauri kabisa. Kwa sababu ukinishauri katika hili unaweza kushangaa nikakuchapa na talaka sasa hivi. Ungeachana nayo tu mume wangu. Kweli kikulacho kinguoni mwako. Sikiliza, mimi naenda. Akija mtu yote kuniulizia hapa mwambie mimi sipo. Karibu mume wangu. Asante. Kuna tatizo lolote? Hakuna mume wangu. Aisha, hawa watu wangu wanaonekana wajala tokea jana. Ni kweli mume wangu, hawajala. Aisha, kwa nini wajala? Mume wangu, unga umeisha ndani. Wewe ujala? Hapana, nimekula. Sikiliza, hawa watu wana thamani kubwa kuliko wewe. Yaani wewe ni mtu wa kawaida sana. Yaani wewe huwezi kufanya kitu chochote zaidi ya hawa. Unapokosa kuwapa hawa chakula, kuna vitu unavifanya viendi.
kuna vitu unavifanya vinakwama. Kwa hiyo bora usile wewe, wale hawa viumbe. Unanielewa? Ndiyo, nimekuelewa mume wangu, lakini mume wangu, hela hata ulioniachia pia imeisha, nimebakiwa nayo kidogo tu. Dibwe Msukuru wa Mbagu, mtoto wa Maregeza, Jendaeka, ndio mimi. Mimi ndo mtoto wa Jendaeka, Dibwe Msukuru wa Mbagu. Kila kitu kwangu kinawezekana. Kile ambacho hakiwezekani kwenu, kwangu kinawezekana. Nenda dukani kanunue unga na chencho atakurudishia. Mume wangu, ni 50. Fanya kama ninavyokuambia. Nenda dukani kanunue unga kilo 5 na chencho atakupatia.